na inche kurwali kero kankoro kweli asmaviria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche mononko nyeruka abagusi Global Radio mbuya muna sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya muno sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo ndorwara ndobwena kero kimbura twarwara kero kiyomura kera twensi tojamo gaiga ase abagusi Global Radio abiyamo. Okay, motegerete abagusi Global Radio on abantu baminto murwara koro nebo kara America inju boka sanitizer koruabu tobwa to murugo gosambo bokima nesu tori bokima kena emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki introducing my story. Right, asante sana na karibu tena kwenye meza yetu leo hii, meza ya AGR magazetini. Kama kawaida tuna mengi ambayo tunaenda kukujuza kutoka kwa haya magazeti ya kwetu hapa. La kwangu hapa likiwa ni gazeti la The Standard. Honite Edwin Mukaya moja kwa moja. Nina gazeti la Taifa Leo. Naenda kukujuza yale ambayo yamechapishwa katika gazeti hili zima kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Kumbuka kwamba kama uko upande wa YouTube, kindly like and subscribe to our YouTube channel ili uweze kujifahamisha zaidi. Najua Everin, unamuita Everin ama Roslyn. Kuna yule mwanadada ambaye anazunguka akiwatafuta Caroline ya yupo Kisii. Uko na uhakika? Yupo Kisii. Simu zinaweza no, DCI US, DCI unajua yupo Kisii. Yupo Kisii. Sawa. Kachonjo. Sasa mtu kama mimi ninahusikaje na Caroline? Wengine wamekuwa wakihusikaje? Hadi watu wakwao tu wanafanya kazi pamoja, unajuana pengine. Huwezi jua. Kwa na uhusiano fulani. Huwezi jua. Unajua najua ile matamshi ambayo wamesema kwamba kuna wasema kwamba dai afisa huyu wa kike anaua wanaume. Si ni wale ambao wamekuwa wapenzi wake. Labda anakuja anakutongoza pale, mmeelewana pale, mnaenda kwa nyumba, anakuwa labda ametumwa na siku ile mimi najua kwamba ukifa basi siku zako zilikuwa zimewadia. Kama kuna hiyo. Na ukijiua ukikunya sumu. Sasa hiyo ni upuzi. Na kuna upuzi na kuna kufa. Na Edin, kifo cha kiupuzi. Mtu akinywa sumu alafu akwambia uende matanga ama utoe mchango. Unakuwa na shughuli kweli. Kunywa sumu kisha kwambia kuja matanga. Moja kwa moja mpenzi mtazamaji, kurasa wa kwanza gazeti la The Standard. Hapa tunaona mada kuu ya gazeti hili ni kwamba kuna ramani ya kinara ODM Raila Odinga ambayo ameichora vyema zaidi, ambayo itamwezesha kufika pale State House. Hii tunaenda kuisoma ukurasa wa 5. Vile Lusaka finally Lusaka amesema mtoto ni wake. Unakumbuka kuna kisa kile mwanamke alikuwa anasema anahitaji 25 million, alikuwa amempachika mimba. Sasa hivi amesema mtoto ni wake na hataki hiyo kesi iende kotini, hataki kuitatua nje ya koti. Sometimes unajua Edwin, kuna vitu vingine mtu anaweza kuwa anafanya ili kujizolea jina watu wamjue. Najua wewe jua kama bado hii kesi ilikuwa ni kesi yenyewe ama ni jina tu alikuwa anataka watu wajue Lusaka. Unajua kuna huwezi jua. Huwezi jua. Najua huwezi jua. Labda watu walikuwa tu Lusaka kwanza asungumziwe kidogo. Jua kuna uwezekano pia. Jua unajua ukisungumziwa kwa ubaya ndio jina lako linajulikana vizuri. Publicity wala positive or negative. Kwanza positive, negative ndio inakuwa nzuri kwa sababu unafanya mpaka unajulikana vizuri. Vile tunaona hapa DP Ruto's love for Uganda. Tunaona kuangazia Ruto alikuwa pale Uganda katika uzinduzi wa kiwanda kimoja. Hapo tena kuangalia yote kwenye ukurasa wa 12. And then kuna hapa ukurasa wa 28 tunaona kuangazia kuna rais. Hii jina ni sijita isomaje? Jina pia. Siji Haitiani, Haitiani, siji basi najua ndama nitambuliza. Haitiani. Na tunaona kwamba aliweza kuuliwa. Vile ukurasa wa 6 na 7 hapa tunaenda kuangazia kuna yule mwanamke ambaye amegonga vichwa vya habari, ambaye alikuwa amewaua wawili na sasa hivi walisema kwamba atafuta mwingine watatu.
Tunaenda kuangalia taarifa hii ukurasa wa 6 na 7. Vile vile tuangalie baadhi ya zile familia ambazo ziliweza kugongwa ama ziliweza kupatwa na kifo cha wenzao kutokana na muuaji huyu ambaye anatuhumiwa kuwa muuaji. Unajua hajabainika kama ni muuaji. Mnajua ndio niliona CCTV jana, lakini sasa unajua kuna wale ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu kama kuna yule wakili Cliff Mbeta amesema kwamba huyu mwanadada ama huyu polisi anafaa kwanza asikizwe. Labda kuna jambo ambalo DCI simpeleke mbio namna inavyompeleka mbio. Wamkalishe kwanza, wamzungumzie, wasikie yeye nia yake ni gani, mbona anafanya hivyo. Nikidhani sio kama umemalizana na lako. Nishamalizana, enda moja kwa moja tukimbie madukani kisha tarejea. Asante sana. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wa Pagetutu, Videlis Omingo Mochoge, kila siku ya wiki, ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya Ensengima imena isiko ya Kenya. Umerana amona barabara buna Dennis Zadok, Edwin Mokaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto. Imeapa kusi Global Radio gwe manye na boyo gwe semya. Aba kusi Global Radio amoneti nsema chiricheta 9. Nyamira amoneti county chiricheta 9 orogongorwa gusi. Bono ebinto byabaire buya. Aba kusi Global Radio nero hybrid station yogorwa asorongorwa gusi. Ekoligererwa nabo igo gotegererwa ense engima. Bono nabo kubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kigima. Ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabokoraria amona intwe asamagori arense kigima ayebuna omogusi nabogosanga amona intwe obeke okorari kwa ukwe biasara amona korari konde wensi nyore asensemo yo mutandao goitera abagusi globalradio.com nabokorangiri enamba yaito yesimi goitera enoti isano ibere isano isato ibere nye eye mo isano sto kianda gose 0753241889 Abagusi Global Radio. This is Abagusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video photo. Basi mpenzi msikilizaji na mtazamaji, unasema kwamba katika gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 16 nitaanzia pale juu. Anasema kwamba Spain ama Italian yafuzu kwa finali ya Europa baada ya kupambana na Uhispania ama Spain. Kumbuka kwamba hiyo mechi imekuwa ikizungumziwa na iliweza kuadia pale Italy ikaweza kupiga Spain. Kwa ukurasa wa 16, ukurasa wa 10 ama ukurasa wa 11 hadi 14 tunazungumzia ufugaji wa kuku. Katika ukurasa wa 3 tutamwangazia huyu mwanadada ambaye wanasema kwamba anadaiwa kuwaua wanaume. Katika ukurasa wa 3 pia tutangazia Speaker Lusaka ambaye amekiri kwamba ana uhusiano wa kimabweha wa kimapenzi na aliyemshtaki yule msichana. Na ukurasa wa 2 unasema kwamba Uhuru atetea ziara yake ya usiku jijini pale, alitaka kuzuia COVID-19. Na taarifa kuu katika gazeti la Taifa Leo ni ile wanasema kwamba Ruto akausha mahasla. Jua Ruto ni hasla. Sijui hiyo tamu. Ruto ni hasla. Ruto ni chief hasla. Anasema kwamba amewakausha mahasla wengine. Taenda kuangazia hiyo katika ukurasa wa 2. Naam. Yeah. Pengine moja kwa moja niangazie ukurasa wa 2 gazeti la The Standard, na leo hii tunaenda kuangalia historia tena kama kawaida. Na leo hii tunaenda kumwangazia aliyekuwa waziri wa mazingira ambaye ni Wangari Maathai na yale yote aliyokuwa akitenda miaka 10 iliyopita wakati aliweza kuiaga. Vile vile tunaona kwamba alikuwa ni kiongozi shupavu ambaye alikuwa anatetea mazingira na vile vile aliyepigana zaidi kuhakikisha kwamba
sehemu ya Uhuru Park imesalia vile vile, ingawaje sasa hivi tunaona kwamba kuna bulldozers zinapita pale, kuna tractors ambazo zinaendelea pengine kubomoa na kurarua, niseme nitumie jina kurarua sehemu hiyo. Kwa hivyo hii ni kinyume na yale mazingira na yale ambayo alikuwa anayatetea yeye mwenyewe mwenda zake Wangari Maathai. Tunaona kwamba haya utetezi wa mazingira ni jambo ambalo lilianza kitambo kidogo miaka 1947 kule, na sasa hivi kidogo mengi yameendelea na tofauti na yale alikuwa akipiganiwa na viongozi tajika kama Wangari Maathai. Kwa hivyo ni kisa ambacho tunaenda kukisoma ukurasa huu wa pili, pengine pata gazeti la kwako uweze kukipitia. Ukurasa wa 3 hapa ndo tunaangazia yule speaker wa bunge Kenneth Lusaka, ambaye kitambo kidogo tunaona kuna mwanamke ambaye aliweza kumshtaki akisema kwamba pengine Lusaka alimpachika mimba na mtoto yule hana haki, maana yake anataka yeye mwenyewe amlipe, amnunulie nyumba ama awe akimlipa hela kila mwezi, ambazo zote kwa pamoja ziwe milioni 25. Kwa hivyo kesi hii iliweza kufika kotini, lakini kupitia kwa lawyer wake ama wakili wake Peter Wanyama aliweza kusema kwamba Lusaka aliweza kuambia the Justice Anthony Mirima kwamba kesi hiyo yeye amekubali mtoto ni wake, ashakubali mtoto ni wake na atajukumika, lakini ila kesi hataki iongelewe pale kotini, na vile vile hawezi mpatia zile hela zenye anadai mwanzo kwa pamoja milioni 25. Kwa hivyo ni kisa utakipata hapo. Pengine nitanukuu yale ambayo lawyer ama wakili wa ule mwanamke anasema kwamba the question of paternity is already settled, as we have the father who has admitted that he is responsible for the unborn child. What the mother needs is care. Kwa hivyo kama amekubali mtoto ni wake, sasa hivi lile ambalo analihitaji sasa pengine kujukumika ni kujukumika tu. Na vile vile kulingana na jaji alisema kwamba Lusaka ana siku 21 tu ili aweze pengine kuangazia mambo hilo nje ya koti. Ikiwa si hivyo, kama watakuwa ametatua hayo, basi itabidi kwamba yeye mwenyewe ametoa uamuzi. Kwa hivyo ni kisa, sijui itakuwaje. No mwanamke, unajua wakati mwingine kuna mambo mengine na mtokea aliweza kupachikwa mimba, lakini mambo ilikuwa ni uhusiano wa watu wawili. Lakini sasa unajua inafika wakati ambapo unapata mpenzi wako amekutenga pale, hataki biashara zako, hataki shughuli yako, sasa utafanyaje? Na ashakupachika mimba pale, utafanyaje? Naam, amekupachika mimba, lakini sasa hizi hela mwenyewe alikuwa anazima, maana yake hana kazi. Lakini bado anataka 25 million. It is not a joke. Katika ukurasa huu kuna ukurasa ambao umesema kwamba ni kama huyu mwanadada alikuwa anataka kujibanga maisha yake ya mbeleni, kujipanga vizuri, anunulie yule mtoto nyumba, shamba, yani kwa sababu baba yake alikuwa amehepa tu. Sasa unajua mtoto si atakuwa mtoto milele, si atakuwa mtu mkubwa pale. Akuwa ana shamba lake pale, nyumba yake pale. Hizo ni fedha ambazo zitakimu maisha yote ya huyu mtoto. Kidogo mimi bado ni kidogo, angefaa aombe pesa mingi kidogo. Yao mwanamke alikuwa anajua ameshaingia kwa benki, ameshaingia kazi. Hamna. Hivyo kuomba milioni 25 wazee. Hamna, unajua ina depend nani unaomba. Mwenye anaomba si anazo. Anaomba anazo. Ukiomba hizo milioni 25. Kama ninazo, huwezi niambia sasa mtu aniombe milioni 25 kwa sababu anajua sina. Na nikuulize, si mtoto wake ni kama mtoto yote tu. Ni kama mtoto yote. Anachika mtu mimba. Kwa hivyo wewe tuseme atakuomba pia milioni 25. Shida ni kwamba anajua mimi sina. Ndio hivyo sasa. Na nakwambia basi huu uhusiano ilikuwa tu anajua hapa sasa kuna mihela hapa, labda hapa pengine nimepata hiyo ni sponsor. Hapa nimepata sasa kazi. Huyo alikuwa sponsor. Ndio maana hiyo ni sponsor, wanasemanga sponsor. Sasa kuna mimi zingine nilikuwa naona mtu anasema kwamba mapenzi siku hizi ni kama ni kazi. Mwanamke akiingia kupata mpenzi, anapiga simu nimeona mami nimepata kazi. Akipata mpenzi ambaye pengine ana kazi, mshahara pale.
Kwenye ukurasa huo tunaona hapa polisi katika kaunti ya Kajiado, kulingana na kamishna wa kaunti hiyo ambaye anaitwa Joshua Nganatha, ameweza kuwapatia uhuru wa kufiatua risasi na kuua yeyote tu atakayepatikana na mifugo. Ili kutokana na kwamba kumekuwa na visa mbalimbali vya wizi wa mifugo katika kaunti hii ya Kajiado, ambao wengi zaidi wameweza kuibiwa mifugo yao, kuchukulia hasara kubwa. Kwa hivyo kutokana na county commissioner ambaye ni Nganatha ameweza kusema kwamba polisi waanze msako yeyote tu atakayepatikana na mifugo ya wenyewe kwamba ameiba, aweze kushutiwa, aweze kufiatuliwa risasi, kuuliwa. Shoot to kill, that is an order yenye iliweza kupeana. Tuna hapa polisi kabisa wameanza kazi. Kuna picha iliyochukuliwa pale kwenye ukurasa wa 3 pale Kitengela, ambao polisi wanasaka kweli kweli, na sijui kipatia askari kwamba shoot to kill, ukikuja upate kama nimekosana mimi ni askari, sitasema ni mwizi. Na najua kuna sijui kama umefuatilia taarifa, walikuwa wanasema kwamba waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i aweze kuwa impeached, atolewe pale. Niliona huo mswada uliweza. Sijui, unajua huo mswada watu wamechukulia kwa njia ambayo ni tofauti. Nadhani ni kwa sababu gani wanasema kwamba daktari aweze kumwalewa pale? Kwa sababu najua kila wadhifa ambaye amepewa, kila wizara ambayo amefanya kazi, ameifanya vyema. Ameifanya vyema. Hata unajua, hata unahakika kwamba amefanya vyema kwa sababu yeye ndio super CS. Mbona unadhani watu wanasema kwamba aweze kumwalewa pale? Pia niseme ni siasa. Ni siasa tu. Kwa sababu unajua wengine wanahofia kwamba 2022 kunaweza kuwa na gazia. Sasa unajua Matiang'i na yeye kwamba sasa wanaona kwamba huyu jamaa kwanza atoke pale ndipo za uchaguzi uweze kuwa na furugu kidogo. Lakini sidhani kama itawezekana. Najua siasa mara ya kwanza, hii si mara ya kwanza. Kulikuwa na ngumi tena kitambo kidogo kwamba angekuwa impeach, angeweza kungolewa kwenye wadhifa wake, lakini bado haikufanyika. Nilisikia jana baadhi ya watu wananchi walikuwa wanasema kwamba ni kama wameona kwamba uchaguzi ujao unaweza kuwa na shida fulani. Sasa na Matiang'i akiwa pale katika wizara yake ya usalama wa ndani atacheza kama yeye, kwa sababu uliona vile alicheza 2017. Sasa wengine wameanza kuhofia kwamba hawataruhusiwa kufanya vile ambavyo wanataka. Yenye imewaletea shida, wameona kwanza huyu jamaa atoke pale ndipo gazia ziwe katika uchaguzi ujao. Hapo jana Bebe alikuwa kwenye kituo cha polisi cha Rioma. Ambapo aliweza kuangazia si kifo cha kwanza Bebe. Kuna mwanamume mmoja aliweza kuuliwa tu bure tu. Alikuwa anauza inaitwa nini, sanitizer. Lakini kuna polisi aliweza kumpiga risasi, akasema amechukuliwa hatua, ikaleta mambo mengi. Juzi kuna mwana bodaboda mmoja ameweza kuuliwa kuanzia tatanishi. Kuna mwanafunzi, kuna mwingine alikufa kwa jela. Na mdo huyo nasema, na vile vile kuna msichana ambaye alikuwa wa miaka 16, ingawaje si mwanafunzi, lakini pia aliweza kufiatuliwa risasi na kuuliwa. Kwa hivyo hapo jana Matiang'i alienda pale, akaweza kupatia ule mwanamke ule mjane mwenye aliachwa, akaweza kumwachia shilingi 100,000 na hiyo familia, manake ilikuwa familia ambayo haijiwezi. Na watoto kuna wale ambao wako pale, unajua unaangalia kiwango cha familia yenyewe unasema huyu ndiye alikuwa 100,000 ameweza kujitoa. Uchumi huu 100,000 utafanya nini? 100,000 kitu najua kwa mwanadamu unaweza mpa mtu shilingi 5,000 na jiendeleze vizuri zaidi. Na mtu mjinga unaweza mpatia 2,000,000 bado ni yako pale. 1,100 ni pesa mingi zaidi kwa mtu mwenye akili zake kwake na kujiendeleza. Shida ni atafanyiaje zile pesa? Unajua ubani ile kwamba kuna wale ambao maybe ni siku yake ya kwanza kushika pesa hizo. Yaani kujua mimi nilikuwa na 1,100 unaona. Alafu wengine kuna ile akili inakuja sasa mimi ni mdosi, unaona hizo pesa ni nyingi zaidi. Ninunue TV, ninunue ufa, unaona. Vitu kama hizo kwake ni nyumba ya pengine imejengwa imebomwa za kawaida. Anunue carpet, unajua anaona hiyo pesa ni mingi zaidi, tena aanze kulia. Na pengine ukurasa huo bado nisiende mbali, chacha niangazie kuna mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa class 8 kutoka maeneo ya Wasi Central pale county ya Homa Bay. Alikuwa anaenda shule moja Godbura Primary School. Inasemekana mwanafunzi huyu aliweza kujiua, aliweza commit suicide kwa sababu hakuwa anataka kwenda class 8.
na wazazi wake walikuwa wanamforce kwenda class 8. Kwa hivyo so inasemekana kwamba pengine akaona acha jiue manake asikuwe registered as a candidate. Aliweza kuambia wazazi wake, mimi sasa kwenda shule. Wazazi wake sasa wanajua kawaida, mzazi anasema elimu ndio maisha ya kesho. Siwezi sema kwamba eti wazazi waachiliwe wanafunzi wao wasiende shule. Afadhali tu iko sawa tu, kwa sababu sasa unajua uwezi warai wazazi. Sasa mwanafunzi akisema asiende shule, hapana. Sasa sijui maana yake ni mtoto mdogo. Ni mtoto mdogo. Hiyo siwezi sema kwamba nilikuwa nisema kwamba wazazi msikuwe mnalazimisha watoto. Nimekumbuka kwamba ni mtoto. Sasa hapo class 7 hapo sijui ndasemaje. Hiyo ni miaka 11, 12, ya 13 hapo. Kwa hivyo bado hajakuwa na zile akili zake za kujiamulia, wajua. Kwa hivyo kulingana na chief wa eneo hilo Winnie Onyango amesema kwamba mvulana huyo wapengine na wazazi kwamba lazima uende class 8, masomo ndio ngao ya maisha. Waje sijui masomo kama ndio ngao ya maisha siku hizi, manake nimeona mtandaoni kuna wengi ambao ni graduates first class honors from universities zenye nitajika, lakini bado hawana kazi. Na sijui tangazia aje jambo hili. Pengine wazazi walegeze kama hapana, hamna. Huyo mtoto mdogo sana, wewe kusema wazazi waregeze yatakuwa ni shida, kwa sababu pengine mimi kivyangu naweza sema tu ni malezi. Tuseme tu malezi. And then we need to cancel our children. Ndio malezi bado, ndio malezi, kwa sababu wazazi lazima wasungumzie watoto wao na wanafunzi wao wakiwa shule pale, lazima wasungumzie, wawe karibu sana na watoto wao. Najua nakumbuka kitambo kidogo usiponunuliwa nguo ya Christmas kwenda kanisa, hiyo si Christmas. Sasa lakini najua kujiua imekuja kwa akili. Nataka kuexplainia kidogo. Lakini unajua mzazi wangu pengine angeenda nguo imkosa nunue kingo kingine tu hapo ivata kafiki. Anakuja na kwamba Edwin, hii nguo unajua yani umevaa unaenda Amerika kabisa. Ngaiga tatoje. Unajua ni mbaya tu, lakini unafurahia, unaona? Yaani kufurahia, yani yale malezi tu. Hivyo hawa wazazi wangejukumika kidogo waweze kuongelesha mtoto vizuri tu, yani in a good way. Waambie umuhimu wa masomo, hata wachanganya na janja kidogo. Unajua uongo kidogo kwa mtoto. Lakini Edwin, ukifika mtoto wako karibu, kama ni ushauri unawapa pale, sidhani kama mtoto anaweza kuwa na develop that mentality ya kujiua. Sidhani. Hivyo shida ni kwamba wazazi wawe karibu sana na watoto wao. Na pengine unajua ukifuatilia vizuri kisa hiki, pengine uwezi jua mbona mtoto anataka kwenda shule. Pengine kuna jambo pale shuleni ama pale shuleni. Unaona? Hivyo ni jambo nitatanishi tu. Unajua kusikia mtoto amejua sababu hapo anataka kwenda shule ni class 8. Labda wangemuuliza anatakaje. Labda alikuwa anataka aende shule lingine ama shule nyingine. Labda wangesikia kwanza maoni yake ni yapi. Katika ukurasa huu wa pili, gazeti la Taifa linasema kwamba alia SGR kupokonya kaunti shilingi bilioni 2. Ni taarifa ya kwanza. Kumbuka kwamba walisema kwamba zile mizigo ambazo zinaletwa pale bandarini haziweze kuwa zinasafirishwa na SGR peke yake kuja mjini Nairobi. Huo ni ukurasa huu wa pili. Wanasema kwamba acha nimuite kinara wa chama cha United Democratic Alliance. Ni vyema si vyema manake alisema, unajua alisema. Tulikuwa tunasema hapa awali kwamba anahusishwa, lakini sasa hizi yeye hahusishwi, kwa sababu kuna time amesema kwamba mimi nakumbuka vizuri hakusema mimi. Alisema kwamba sasa ikiwa Jubilee imeporomoka, si basi tujenge UDA. Lakini sasa hii chama si chake tu. Alisema mwenyewe kwamba mimi sasa ndio kiongozi. Sasa nataka kusema hii chama si chake. Kinahusisha bado. Manake hajajitoa wazi na hawezi jitoa, manake bado term yake haijaisha. Sasa itakuwaje basi huyo mwenye anahusishwa? Anapeana kandarasi ya kutengeneza kofia, t-shirt za Hustler. Inakuwaje kwa sababu chama si chake, anahusishwa aje na kwani nikuulize? Unajua unaweza kuwa affiliated na chama lakini si mwenyewe. Haya sawa. Anasema kwamba naibu rais William Samoei Ruto ambaye anahusishwa na chama cha United Democratic Alliance ama UDA, anasema kwamba kuna kandarasi ilikuwa imepeanwa pale ya kutengeneza kofia zenye zimeandikwa Hustler na t-shirts milioni 15. Hizo ni nyingi sana. Wanasema kwamba aliweza kuwakausha mahasla nchini Kenya kwa kupeana kandarasi hiyo kwenda Dubai. Sijui itakuwaje. Wewe ni hustler. Umesema kwanza yeye ni chief
Itakuwaje badala ya kupromote mahasla wengine Kenya nchini ana promote watu kutoka Dubai? Nikuuliza, Dubai hakuna mahasla? You know, sasa si wa Kenya, unajua hasla ni Kenya. Ndio nakuuliza, Dubai kunao hakuna wa Kenya ambao wako Dubai? Acha hizo wewe. Acha hizo wewe. Kuna Wakenya wako Dubai, acha hizo wewe. Wanasema kwamba kuna kandarasi ambayo alikuwa amepeana pale Dubai ambayo imezua Wakenya wameanza kuizungumzia, wengine wanasema kwamba ni kinaya kwa hasla kupeana kazi nje, akiacha mahasla wengine huko Kenya. Kazi ya mahasla wa Kenya ni kuletewa hizo t-shirts na kofia kuvaa tu. Na nikuulize, ndo nakuuliza. Kuna Wakenya wako Uganda, kuna Wakenya wako Tanzania, kuna Wakenya wako pale Marekani. Sasa ukiwa Wakenya wakiwa pale, kwa mfano naibu rais William Samoei Ruto amekuwa rais, atakuwa na waongozaje? Ule ni Mkenya bado. Unajua kwamba hata wale watu piga kura? Upiga ndio, lakini sasa wewe na wewe ajana kupiga anapiga kitabu unapiga. Jambo kuu ni kwamba anasema kwamba Ruto amewakauza mahasla wa Kenya. Mimi nazungumzia mahasla wa Kenya. Ametosha mahasla wa Kenya. Mwenye sioni tofauti manake. Hadi wale pekee ni mahasla. Mazi unasikia huyu jamaa anasema nini? Na mtupe jina la yule mwenye alipewa hiyo tenda ya kutengeneza. Ikiwa si Mkenya basi tuzungumze from that point. Amna wachapeana majina kamili, lakini anasema kwamba amewakausha mahasla wa Kenya. Ameenda kwa fidia wale mahasla ambao ni wa Dubai. Sasa nikuuliza, wewe ni mzazi. Mzazi kwa mtoto wako mmoja anaishi Nairobi. Kuna mwingine anaishi hapa Kisii karibu na wewe. Kwa hivyo ukiwa na chakula yako unapatia wa Kisii, unasahau yule sile pia unamtumia. Yule yupo kazi pale Nairobi. Si ndio hata yule pengine yuko kazi. Unajua kazi ni kujitegemea. Ndio maana najua vizuri, nakuona vizuri. Wanasema kwamba anawakausha mahasla wenzake. Ni ukurasa wa pili. Kunasema kwamba Inua Jamii yatoa malipo ya shilingi milioni 8.7 kwenda kwa wale watu ama familia ambazo hawajiwezi. Anasema kwamba maskini hutumia mikokoteni kwenda hospitalini. Wanasema kwamba kule vijijini kwa wale familia ambazo hazijiwezi kupata ambulance na kuanga shida. Unajua kuna jambo siku ambalo nalielewa kwamba ukiwa pale, kwa mfano acha nitumie Hema kwa sababu tuko hapa. Ukiwa pale Hema Hospital alafu umezidiwa, Hema Hospital iko na ambulance yao. Sasa uwezi tumia ile ambulance bila kulipa. Lazima. Sikuwahi jua hivyo. Nilikuwa nafikiria kwamba kama uko pale hospitalini na umezidiwa ile ambulance ni free. Na ujue kwamba unaona kama hapa Kisii ikiwa una transfer hiyo kutoka Hema hadi KTRH. Sasa hapa tu karibu. Mafuta unatoa ni shilingi 3,000. Hamna lingine. Izedo toa 3,000. Kuna wakati nilikuwa na mgonjwa pale Krista Maria. Na alikuwa anatolewa pale Krista Maria na kutransfer to KTRH. Walidai shilingi 3,000 bila kutoa mafuta. Krista Maria ina ambulance yao? Naam. Na ukiwa pale sio ni mteja wao pia. Si wanafaa wajukumike watu. Hicho ni kitengo kingine. Kulingana kama Krista Maria, hicho ni kitengo kingine. Hizo pesa hazitoanwi au hauwezi toa. Unajua kuna pay bill pale, lakini hizo unatoa cash. Unaona? Kwa upande kuna kitengo chake. Kuna mafuta within. Sasa mimi basi si niende nitafuta ambulance nyingine nje ikuje inibebe basi, kwa sababu hii ni yao, lakini haishuka hii. Bebe gari nyingine maana ambulance those are the charges. Na gari nyingine pengine inakubalika. Wanaweza kubali utafute gari nyingine. Ikiwa si critical. Unajua kama COVID-19, pengine ni mgonjwa wa COVID-19 haziruhusiwi uende kutafuta gari nyingine. Lazima utatoa hizo hela. Lakini sasa ikiwa ni COVID-19 basi ni 3,000, lakini hao wengine inaweza kuwa 2,000. Jambo hilo sikuwa nimedielewa kwa sababu nimuulizia daktari mmoja akaniambia kwamba lile ambulance alikuokotwa. Sasa mimi nashindwa. Ni la hospitali. Na wewe pia ni mhudumu wao, wewe pia ni mteja wao. So wanafaa kushughulikia vilivyo. Vipi? Kama umezidiwa pale. Kwa sababu wewe ni mteja wao bado. Lazima utaweka mafuta nao. Ni ile tu tuseme pengine hayo mafuta kwa kiwango lakini pengine gari inaweza chukua mafuta hayo, inaweza tumia mafuta hayo. Na pale shuleni mmeifanya hivyo? Najua nasikia shule zingine hivi karibuni kwamba shule mna basi. Lakini mkienda nje mnaambiwa mpeane pesa za mafuta wanafunzi. Ndio, sina kuaga hivyo. Hata kama wewe ni mwenye shule. Nakuuliza. Hata kama wewe ni mwenye shule. Unajua kama ni trip mnaenda pale shuleni, hiyo ni trip, sio? Hiyo is not directly affiliated to the education sector. Nini ambayo iko affiliated directly kwa sababu amulipi ni gani? Acha nikwambie.
Basi hiyo inalipiwa pengine kama ni loan, inalipiwa pengine kila term inalipiwa hela fulani kila mwanafunzi. Hizo ni za kuclear loan. Gari unayo lakini mafuta hakuna, unaona. Pengine basi shule itenge kwanza kwa hii fee kuna shilingi 500 kila mwanafunzi za mafuta. Hiyo hapana. Basi shule ikiwa na basi. Hiyo inafaa kufanya tu kazi kwa wanafunzi bure. Hakuna mambo na mafuta pale. Nataka kuniambia shule haina 2000 ya kuweka mafuta. Nataka kuniambia Naam, acha nikuulize. Kama shule za hapa hizi tunasema ni day school, hakuna kulipa fees, ndio? Unalipa lunch fees, ndio? Gari ipo. Hiyo fee yako ya lunch ndio utatumia Hakuna mambo na fee lunch. My friend, watu wanalipa school. Watu wanalipa school fees. Kwa sababu mambo na watu wanalipa school fee, my friend. Acha hiyo. Unaona kama ambulance kwa upande wangu naonaga kwamba ni vyema kutoa hela za mafuta maana yake ni mgonjwa wako. Lakini sasa shida ni ile they hike the price, no? Unaambiwa kwamba ni hapa tu karibu, unaambiwa toa mafuta ya 2000. Ni within town. Unajua tuseme kama ni kutoka kwa mfano sasa kutaja majina. Tuseme hospitali moja iko hapa, okay, zote ni within Kisii town. Alafu natoa mafuta ya 2000 kidogo, hiyo hela ni mingi tu, lakini pia ni biashara, unajua. Ni kama shule za kibinafsi, unajua mtu anaenda ananunua basi kwa on loan, anajua kwamba wanafunzi watalipa na atapata faida. Binafsi nayo inaeleweka kwa sababu ile ni mtu. Public. Wanasema kwamba rais aeleza sababu za kuzindua miradi usiku jijini Nairobi. Kumbe kwamba jana kuna jambo ambalo limekuwa likizungumziwa pale kwamba rais Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kuzindua mradi pale Mkuru wa Ruben Njenga usiku. Amesema kwamba alikuwa amefanya hivyo ili kuzingatia zile kanuni za COVID-19. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba wanamzungumzia yule mwanamke ama yule mdada ambaye ni Caroline Kangogo, muuaji. Lakini hajabainika kama ni muuaji. Anadaiwa kuwa muuaji. Najua DCI si mchezo, nashuku kwamba atashikwa tu. Atiwa mbaroni tu hivi karibuni. Inawezekana, lakini kumbuka pia yeye pia ni mmoja wao. Yeye pia ni mmoja wao. Ndio wanamzungumzia huko, wanasema kwamba yupo Kisii na wanasema kwamba anafanya kazi yake professional. Anaoa kwa njia ambayo ni professional. Wanasema kwamba alikuwa katika mahusiano, alikuwa katika ndoa na alikuwa katika ndoa na afisa mkuu serikalini ambaye alikuwa anasimamia kitengo cha usalama. Alikuwa afisa mkuu. Ndipo katika kituo moja ambaye alikuwa anafanya kazi, wale askari pale walikuwa wanamuogopa. Yeye alikuwa na misimamo mikali. Wanasema kwamba nyumba yake alikuwa anapenda kuishi maisha ya kifahari na nyumba yake wanaume walikuwa wanachezana pale. Nani Caroline? Wanasema kwamba askari wenzake hawakuwa wanajua kama wametengana na yule mwanaume wake, kumbe walikuwa washatengana pale. Sasa jirani ambaye pia ni polisi anasema kwamba kwa nyumba ya Caroline wanaume walikuwa wanachezana pale sana. Alikuwa anapenda kutembea na wanaume kila saa. Ungempata akiwa na mwanamke, yeye anakaa tu na wanaume, hata anasema kwamba wakati mwingine wanaume wanampigania. Kwa sababu yake anasema kwamba inabainika kwamba alikuwa alikuwa anawapea fedha ili waweze kukaa naye. Lakini pesa zikiisha anasema kwamba walikuwa tena wanatoweka pale. Lakini ni kama ako affiliated sana, alikuwa anakaa sana na wanaume. Na anasema kwamba misimamo yake ilikuwa mikali. Yeye hakuna jambo ambalo linaweza mtatisa. Mkubwa wake kuna time anasema kwamba alikuwa anafanya kazi mahali pamoja, wakakosana na mkubwa wake kwa sababu aliweza kumfokea pale, akamwambia yeye afanye kazi vile anataka. Ikabidi wakamshusha mamlaka, wakampeleka kwa njia ambayo wakampeleka kwa kusimamia kotini pale. Wanasema kwamba ni mwanamke ambaye ana misimamo yake kivyake. Na ni mtu ambaye ana hasira sana. Wanasema kwamba ana hasira sana. Kwa sasa ana watoto wawili na wanasema kwamba yupo mjini Kisii. Nikidhani hayo tu ndio yamezungumziwa. Lusaka tuliweza kuzungumzia hayo, ndio alikuwa ameangaziwa katika ukurasa huu wa 23. Sasa tunaangazia hapa ukurasa wa 4 na 5. Hapa tunaenda kuangazia sasa hivi anasema weather si nzuri zaidi. Ndio maana unaona Masi leo amekuja kama ako hivi, mabega pamoja na shingo pamoja ni kama zimeunganishwa. Maana ni baridi, ni msimu wa baridi. Kwa hivyo kwenye gazeti la The Standard hapa wametuambia kuna yale ambayo unastahili kuyafanya na kuna yale hustahili kuyafanya.
Kwa hivyo tutaangazia, pengine inaweza saidia mmoja pale, ingawaje wengine wanasema unajua weather kama hii ni ile weather inataka kwamba lazima temptations. Inaleta temptations, unaweza teleza upate umeanguka kwa ndoa ya mwingine. Yeah, kispika, Justin Mtuli style. Kispika. Mtuli Lusaka. Lusaka. Kwa hivyo kuna yale, acha niangazie yale ambayo unastahili kuyafanya pengine uweze kujikeep warm wakati huu ama msimu huu wa baridi ama wa kibaridi. Nambari ya kwanza ni kuangalia kudress warmly, lazima uvae nguo zenye joto. Usije ukavaa nguo kama mimi, kama wewe tu ya bado nina damu yangu ni mzito bado pale. Sasa nipo sana. Hakuna damu mzito baba. Ukiamua kuwa mgonjwa hapa damu yangu ni mzito. Umesema ni 1000 hapa Kisii. Damu yangu ni mzito. Dress warmly. Alafu ingine ni ile keep the right temperature kwa nyumba. Nyumbani kuna wale wako na heaters, keep the right temperature ikuwe 21 degrees Celsius. Na wako na jiko. Jiko ndio, lakini hapa lazima uwe makini, manake jiko najua ina produce carbon monoxide. Kwa hivyo if you using hiyo jiko, tafadhali hakikisha kwamba nyumba yako iko well ventilated. Wengi washakufa kutokana na ile jiko. Na unajua kuna ule mwanamke hajui lile, anaisi baridi, analeta jiko, anaweka mvunguni mwa kitanda, kisha analala, anasema basi sasa mimi hapa niko sawa. Hapo sawa. Unapata kwamba kesho yake haupo. Anajigundua kwamba alikufa kitambo. Hayupo. Unaweza gundua kwamba umekufa? Hamna. Na kuna lingine hapa nzuri zaidi, hii ni point sana hasa kwa eat properly. Lazima ule vizuri. Ule vizuri, alafu vile vile hydrate your body, kunywa maji vizuri, kunywa the liquid, ama kunywa maji tu vizuri, uhakikishe kwamba you are well fed and your body is hydrated. Njaa na baridi haziendani kabisa. Na sasa kama una kitu cha kukula, kunywa maji. Kunywa maji. Jambo jingine ni ile stay healthy. Hakikisha kwamba hujaugua, manake ukiugua kama msimu kama huu, ugonjwa wako kupona itakuwa muhali, manake you see how the weather is. And then kuna ile jingine wanasema stay hydrated. Hakikisha umekunywa maji. Maji uhakikisha kwanza wakati ukiangalia wakati wa kiangazi, kuna wakati msimu kama huu sasa hivi tunaitaje Kiswahili? Sijui msimu nilisoma kitambo sana. Ni kipupwe sijui. Lakini wakati kama huu maana yake mvua ni finyo kidogo, lakini kibaridi kipo. Unagundua kwamba mwili unakauka, you get that your body becomes dehydrated so quickly. Unaangalia mtu anapata midomo yake imekauka, nywele yake imekauka. Kwa hivyo wakati kama huu ni ule wakati unastahili kunywa maji vyema zaidi. And then yale ambayo tumeongelea sasa hivi, wanasema be careful when using a jiko indoors. Kama unatumia jiko, tafadhali, naam, ni nzuri zaidi, ni njia moja wapo ya kuhakikisha jumba lako lina joto, ikiwa uwezi kuafford the heaters and stuff, electric blankets. Kama uwezi afford hizo, hakikisha kwamba ikiwa unatumia jiko, your room ama your house is well ventilated. Na hapa nasema kwamba ukisikia kuna kichwa kimeanza kukuwanga kidogo, umeanza kuhisi kuna dizziness, vitu kama hizo, umeanza kutapika. Na pia unajua watu wawane. Watu waoe na wengine waolewe. Wao haimaanishi kwamba utazuia baridi. Najua mkiwa kwa nyumba mnapiga story. Mkipiga story kwa nyumba tunajua kuna si lazima eti. Mkipiga story kwa nyumba mkiwa wawili, pengine ni uongo kidogo. Umeona watu nimezungumziwa hapo, soma tu. Endelea kuangazia. Kuna uwezekano uko kwa nyumba na bibi yako na watoto wako 7 kwa nyumba, mnapiga story lakini kila mtu hamna hiyo. Wanasema kwamba if umepata chance ya kuwa single, usichezee nafasi hiyo. Kuna yale ambayo usahili kuyafanya. La kwanza, avoid wearing sandals. Pengine tutakuangazia kidogo. Wewe avoid wearing sandals. Unavaa sandals. Ninyi mamasi. Najua wewe. Kama ni wanawake, zile viatu ambavyo vimefunguka, vile viatu kama inaitwa open shoes, unaweza zuia kidogo. Kama utavaa open shoes, unaweza vaa open shoes pamoja uvae na socks mzito. Mwanadada hao pengine sijui kama itakuwa sawa, unatembea hata hapo umevaa open shoes na socks. Sijui, lakini ni hayo. Vile usisahau kuosha mikono yako.
kusanitize. Sawa, kuosha mikono yako. And then kuna wale ambao wako na hot tub kwa nyumba. Pale maji ni moto. Ni nzuri pia kujikeep warm, lakini kwa watu wengine ni very dangerous. Unajua wamesema kwamba mtu hafai. Kuna gazeti aliangalia, lilikuwa gazeti la Taifa la Gesi, ilikuwa Monday. Walisema kwamba maji moto, kuna wale ambao wanapenda kukoga ama kuoga maji moto, si fema. It's not healthy to your body. Mbona? Masi anazungumzia hilo nikidhania. Masi anajua hilo vizuri. Masi, sijui unajua kwamba unaweza zungumzia kuhusu wale watu ambao wanapenda kukoga ama kuoga maji moto. Anasema kwamba hana habari. Lakini najua kwamba it's not healthy to your CVM. How? It kills some senses. I don't know, senses ama something to your skin. Si vema. Hiyo sasa pata uhakika kisha ukienda Ndipo nasema do not avoid drinking water. Tafadhali, hata kama ni baridi, maji ukiyanywa yatakusaidia zaidi. Kwa hivyo usiache kunywa maji. Na lingine ile tumeongea sasa hivi kwamba be aware of carbon monoxide, kwamba jiko inaweza sababisha carbon monoxide alafu itakuwa. Hii ni silent killer. Unakufa tu pole tu bila kutarajia. Unaamka tu unapata ulikufa kitambo. Na hayo katika ukurasa huo wa 4. And then ukurasa wa 5 hapa ndo tunaangazia Raila unveils 15-point blueprint to make 50 stab at the presidency. I like this title. Kwamba Raila sasa hivi ameamua kwamba kitambo kidogo, unajua alikuwa anasema baada ya BBI mimi ndo nitakuja hapa wazi. Mimi sijawaambia. Mimi sijasema kwamba naenda kuwania. Alisema sasa. Lakini sasa hivi hapo jana pale Mombasa aliweza kusema kwamba aliweza kutoa siri tu. Manake alitoa hint mahali alisema kwamba serikali yake itaweka mbele vita dhidi ya ufisadi. Kwa hivyo obviously tunajua kwamba serikali yake ni gani. Ana serikali sasa hivi. Ana. Naona. Kwa hivyo pengine ni kama atawania kiti cha urais. Ameisema kwamba yupo debeni. Tumeizungumzia swala hilo hapa katika magazeti. Lakini ukiangazia vizuri hakuwa wazi. Ile tu amesema kama leo tu mtu anasema ni kama utaingia bado utakuwa debeni. Na kuna wakati pia alisema, kumbuka alisema kuwa wale watu wafisadi ambao wako Jubilee akiingia tu hivi wote wataingia shimo la tewa. Unaona? Kwa hivyo ndipo tulisema kwamba pengine sasa ameamua aje wazi kwamba pengine atawania kiti cha urais. Lakini nikuulize, what if Raila amue tu support mtu? Mbona ni yeye Raila akisupport mtu? Huyo mtu hawezi shindana na Ruto. Unafaa uelewe hivyo. Hapo ndo unakosea. Aje nikwambie, unajua siasa kila mtu anatafuta wadhifa. Hakuna mtu nitasemaje? Hakuna mtu sahihi ako na nitasemaje si jina ambalo linatumika. Uwezo. Hakuna mtu ambaye amejulikana zaidi kama Raila na Ruto. Sasa Raila akisimamisha mtu amsupport, huyo mtu hawezi pata umaarufu. Hawezi hata kuwa mbona hange build mtu? Mbona ni yeye? Atambuild wapi? Sangapi? Wenye walishindwa kura. Kwa mfano, acha nikupe mfano. Sasa hii Kalonzo Musyoka si anajulikana Kenya mzima. Naam. Wakianza kupingana na Ruto. Bila hata aspui saa moja, si Ruto atakuwa tu ni aspui saa moja. Kuna wanasema kwamba ukiona wewe ni mlegevu, pata support kwingine. Kwa hivyo ni kuleta watu pamoja. Hata Uhuru aje pale, Raila aje pale, Mudavadi waje pale wamsupport Kalonzo. Saa moja asubuhi, saa moja tu asubuhi, hata saa moja asubuhi na dakika 5. Uongo. Manake these are people wamemsupport from different regions, from different tribes. Sasa hivi Uhuru tuseme Kalonzo tosha, sio? Mudavadi asema sasa ni Kalonzo. Bungoma pale Wetangula asema ni Kalonzo, unaona? Samosa hata na dakika 5. Ruto State House. Ni maoni yako pengine. Ni maoni yangu ndio, lakini sasa yani saa moja asubuhi na dakika 5 tu. Na nikuulize, huyu Raila tu mwenyewe, Raila pengine yeye ndiye kiongozi mwenye umaarufu. Lakini ni vipindi vingapi ameuliza na hajakuwa rais? Hii sasa ni mara ya 4. Kwa sababu alikuwa pale 1997, 2002,
Tutoa kuuliza. I mean 1997, 2007, 2013, 20 in mara 5. Anaenda kuuliza. Najua Nelson Mandela pale, kuna huyu wa US anaitwaje? Biden. Maana ni mtu ambaye ana miaka mingi lakini si bado amejizolea kiti hicho. Naam, shida si kujizolea kiti hicho. Shida ni amekuwa kwenye public domain. Kuna huyu brother yake ambaye anajulikana kama Oburu Odinga, alisema kwamba kuna jambo ambalo wamekuwa wakikosa. Na lilikuwa ni uungwaji mkono kutoka kwa serikali. Sasa ashapata uungwaji mkono kutoka kwa serikali. Nini jingine tena? Oburu alikuwa anasema kitu alikuwa amekosa ni uungwaji mkono kutoka kwa serikali. Najua serikali nayo lazima icheze kama serikali lazima rudia lazima. Mbona Raila tu asiamue tuseme tu ni Mudavadi? Mbona Ruto yeye asiamue asigombea tena urais? Asema kwamba nataka kusimamisha Silvanus Sio. Ni mara yake ya kwanza kuuliza kiti cha urais. Na vile kwenye muungano wake wenye hatujajua kama ni wake lakini anasema affiliated, anahusishwa. Kwa UDA hawajapiana promises ambie Reusoro sasa next season. Ndio walisema kwamba wataenda kwa katika uchaguzi ili waweze kumchagua kiongozi ambaye atawania urais kutoka kwa chama cha UDA. Sijui. Si ndio? Sio. Akienda pala alafu abwagwe Ruto. Obvious size. Okay. Ni kama useme tu Wycliffe Oparanya ameweka makaratasi kwake atawania urais. Ndio ameweka pale. Raila and then useme. Lakini katika wakiangazia yule ambayo ama NASA, tuzungumzie NASA kwanza. Wakisema unajua kuna mkataba ambao wana sign mkataba. Wakisema kwamba kuna mtu ambaye kwa mfano tuseme kwamba Raila hataki kuwania urais. Wamtafute mtu. Wanaangazia umaarufu wake. Na mpinzani ambaye wanapigana na hicho chama. Najua sasa nani ana umaarufu kushinda Raila? Nani mwingine? Si maarufu. Katika upinzani nani mwingine? Ni umaarufu tu. Umaarufu unatokana kwamba ni sijui. Siasa ni umaarufu. Hakuna jambo ni umaarufu. Umaarufu. Utakreatije? Ruto mwenyewe hakuwa na ule umaarufu zaidi. Ashakuwa naibu rais, sasa yeye ni maarufu zaidi. Hakuwa Kalonzo ashakuwa naibu rais kumbuka. Lakini sasa unajua nyakati pia. Ndio nyakati na upinzani. Na kumbuka ukiwa upinzani Kalonzo washakuwa upinzani na Raila. Ukiwa upinzani vile unajulikana zaidi na unakuwa na umaarufu zaidi. Lakini Ruto njia yake alianza kuijenga mwenyewe. Umaarufu wake aliujenga na si kitambo. Ukumbuke kwamba Kalonzo pia naye najua kuna namna ambayo watu wanakujua mienendo yake. Yeye ni mtu ambaye anacheza kama yeye pia. Sasa labda watu wa Kenya wengi hawamwamini. Msimamo wa Ruto ni dhabiti, ana msimamo wake yeye tu kama Ruto. Mudavadi ashaikuwa naibu wa rais. Lakini kwa sijui wiki mbili. Sasa najua kuna namna ambao watu wanakufahamu. Kuna namna ambao Wakenya wanakujua. Sasa hawawezi kuamini. Naam, ndio nakuja kwanza kwa upande wangu. Nilikuwa nasema kwamba umaarufu ndio unaujenga. Naibu wa rais sasa hawa wengine hawataka kujenga umaarufu wao. Hawataka kujenga umaarufu wao. Namna ambavyo Raila amejenga umaarufu wake kwa miaka kama 30 hivi, amejenga umaarufu wake kwa Wakenya na Wakenya wengi wanamwamini. Namna ambavyo Ruto amejenga umaarufu wake, ameujenga kwa muda ambao ni mfupi sana, lakini Wakenya wengi wanamwamini. Wanaamini misimamo yake, wanaamini agenda zake. Sasa mtu wengine hawana agenda. Hauna mtu ana agenda. Sasa langu lilikuwa Raila yeye sasa haoni it is now monotonous. No. Lose test manake kila wakati round hii tutashinda. Kidogo nasikia tumeibiwa. Sinikuibiwa tu. Unajua anasemanga kwamba you don't know what happened. You've been here, you know you are Kenyan. What happened? Unajua kwamba kesi ikwenda kotini. Kama ilienda kotini, ilikoti iliamua kwamba kura zilipigwa vizuri na mshindi alishinda vyema kihalali, sio? Kwa hivyo hizi nyakati zote Raila amekuwa akishindwa. Mbona sasa hivi asijaribu mwingine? Maana yake amekuwa akishindwa. Nani huyo mwingine? Unaona nani? Katika muungano wa NASA walikuwa wameamua kwamba akichukua asichukue wakati ule kuna mwenye angekuwa supported kutoka kwa ule mlengo wa NASA. Unajua walisaini kwamba walikuwa wanawakia kwamba Raila atachukua 2017. So walikuwa wamesema kwamba hakichukua pale na yeye amsupport mtu mwingine. Sasa Raila hakuchukua.
Unawezaje peana kitu hauna? Si unapeana. Is all about support. Support ni unapeana kama wewe umesupportiwa, wewe pia usupport. Sasa hujapewa au kusupportiwa upate. How can you give what you don't have? Sasa unajua ilikuwa hivyo kwamba ikiwa hakuchukua basi sasa hivi wangesupport mwingine. Wanganganie mwingine ikiwa hatachukua bado next time wapambane kwanza yeye achukue kwanza. Wapambane yeye achukue kwanza ndio ampe mtu mwingine. Huwezi peana kitu hauna. Okay, swali moja kisha niende kwingine. Ikiwa mimi nimekuambia mwana wewe Getutu nataka kuwa kiongozi wa vijana hapa Kisii County. Na nikimaliza kukua kiongozi next wewe ndio unachukua. Unaweza nisupport hapa nifike pale tushinde wote, si ndio? Kisha baadaye nitoke huko niende niungane na yule kiongozi mwenye alikuwa upinzani. Lakini sasa ukumbuke kwamba akitupinga niingane naye nianze kukula. Kisha nirejee tena baada ya miaka 5 ngambia sasa unajua si kuchukua. Sasa tena niweke pale. Hatuko hapa siasa, tuendelee mbele. Na kwenye ukurasa huu tutangazia DP Ruto ambaye DP William Ruto ambaye aliweza kutembelea Uganda hapo jana katika uzinduzi wa biological drugs and mRNA vaccine facility pale Matuga Wakiso district. Vile baadaye Ruto na wenzake wenye alitembea pale waliweza kuvisit place moja inaitwa kama National Animal Genetic Resources Center and the Data Bank and was hosted by Uganda's Agriculture Minister ambaye anaitwa Frank Tumwambaze. Kwa hivyo hayo ni tunaona kwamba Ruto's private visit to Uganda ambao sasa hivi imeweza kuzua mijadala, manake wanajua kiongozi wa Uganda wanamjua kama ni kiongozi wa kidikteta. Wengi wanamjua vile. Kwa hivyo wanahusisha sasa kwamba huyu ni rafikize ama ni rafiki yake Ruto na wenzake. Unaona? Kwa hivyo unajua mambo mengi ambayo yanazungumziwa sasa kwamba kwamba wanaangazia mwaka wa uchaguzi wa mwaka wa 2022. Nikiangazia ukurasa wa 4 ni habari za county, mtaniruhusu nikimbie kwa sababu niende kwa kazi kwa sababu muda ni kama hatuna. Wanasema kwamba Gideon Moi Motoni kwa kuunga BBI mkono, ilhali wa Kenya ama wale ambao ni watu wa Baringo wakiendelea kukabiliwa na baa la njaa pale Baringo. Kisi wanasema kwamba Matiang'i sasa hamisha polisi. Edwin alizungumzia hayo. Kilinya wanasema kwamba anayedaiwa kulawiti mfulana wa miaka 7 anaswa na kuzuiliwa hapo ni Kirinyaga. Kilifi wanasema kwamba Zaburi, huyo ni gavana wa Kilifi, wanasema kwamba Zaburi Gideon kusalia ODM, wengine wakihepa. Huyo anasema kwamba katika kaunti ya Kwale watu 879 pekee ndio tu wamejisajili kupiga kura tangu mwaka wa 2017. Katika kaunti ya Kiambu wanasema kwamba wanawake zaidi wakumbatia upangaji uzazi katika kaunti hiyo ya Kiambu, huku wasinigisho wakisema kwamba mshtakiwa akiri kunaswa na bangi aambia koti humsaidia akifanya kazi ya kujimba makaburi. Yule jamaa ambaye tulisema kwamba alikuwa amenaswa akibalilia bangi. Amesema kwamba bangi humsaidia kwa kufanya kazi ya kujimba kaburi. Ni kama sijui inampa nguvu. Inampa nguvu. Katika ukurasa huu wa 5 ni habari za county pia wanasema kwamba Kilifi wito EACC ichunguze maafisa wa elimu, huku wakisema kwamba simulizi ya mama yashtua mahakama katika kaunti ya Embu. Bungoma wanasema kwamba spika akataa bajeti ya kaunti kucheleweshwa, huku katika Mtwapa wanasema kwamba polisi wanasa mshukiwa wa utekaji nyara. Kumbuka kwamba jua nowadays kidnapping imekuwa kwa wingi sana. Tekaji nyara, watu wamekuwa wakitekwa nyara pale huku na huku, ukisikia asubuhi mtoto nani alifanywa hivyo. Katika ukurasa wa 8 ni habari za Afrika na dunia, pale ambapo wanasema kwamba Zimbabwe yazindua noti nono ilhali hainunui hata mkate. Vile Kenya tuliweza kutengeza noti mpya, wanasema kwamba Zimbabwe pia imeweza kuzindua ama kutengeza noti hilo. Katika ukurasa huu pia anasema kwamba mwanahabari hajeruhiwa kwa kupigwa risasi akifanya upekuzi. Hapo ni katika Amsterdam, Uholanzi. Wanasema kwamba meli Given hatimaye yaondoka Suez, Misri, wakisema kwamba kuna ng'ombe Mbrikimo. Angalia ng'ombe hii, sijui utakamua utasimama wapi ukikamua ng'ombe hii.
Anasema kwamba ng'ombe mbilikimo zaidi duniani. Utasimama wapi uweze kukamua? Ni futi karibu futi 2. 2 ni mingi, ni kama ni 1. Anasema kwamba Kenneth Kaunda ambaye ni rais wa kwanza pale Lusaka, Zambia, amesema kwamba aliweza kuzikwa jana. Unajua mazishi yake ilikuwa jana pale, ilikuwa 7 ndio ilikuwa mazishi yake pale. Nikidhani hayo tu ndio yamezungumziwa katika ukurasa huu wa 6 na 7 gazeti la Taifa Leo. Tukirudi tunaangazia ukurasa wa 8. Naam, naona hapa ukurasa wa 6 tunaangazia kisa chake Corporal Caroline Kangogo, jinsi amekuwa akiwaua watu mbalimbali. Kwanza alikuwa ni anaitwa babake Barnaba Koril, mamake Lea Kangogo wanamurai kwamba aweze kujitoa na kujisalimisha kwa polisi. Hii ni baada ya kumuua. Inasemekana kama alimuua John Ogweno ambaye aliweza kupatikana amekufa Jumatatu asubuhi ndani ya gari la kwake. Vile vile baadaye siku ya Jumanne akaweza inatumiwa kwamba aliweza kumuua Peter Ndwiga ambaye alipatikana akiwa amekufa ndani ya hotel moja pale Kiambu. Kwa hivyo babake anasema kwamba my daughter, anamuongelesha tu pengine popote alipo, ingawa anasema kwamba alionekana hapa mjini Kisii. Anasema kwamba my daughter, you are a police officer who understands the law, and under such circumstances you know why it is important for you to surrender. Hivyo ni wazazi ambao baada ya yote kutokea wanasema kwamba ni hili mtoto aweze kujisalimisha. Na vile vile kuna wenzake Caroline Kangogo ambao wanasema kwamba alikuwa ni mtu mkarimu, generous, alikuwa na moyo wa kutoa, pengine wa kutoa chakula, kutoa hela, alikuwa na moyo wa kutoa si mengine. Lakini anasema kwamba kidogo alikuwa ni mtu vile vile ambaye alikuwa social, alikuwa anaongelesha watu, ni mtu mzuri. Kwa hivyo Kangogo Caroline ni mwanapolisi ambaye ana miaka 34, ambaye alianza kazi ya wanapolisi mnamo tarehe 14 Agosti mwaka 2008. Baadaye akakuwa promoted to the rank of corporal pale Januari tarehe 20 mwaka 2015. Aliweza kuoleka na senior superintendent of police attached to Kenya Maritime Authority in Mombasa. Baadaye akapata first class in the shooting range classification training. First class, kwa hivyo ingawaja na hiyo tajiriba yake vizuri. Vile vile tumeambia stations zenye ameweza kufanya kazi ni pamoja na PTC Mombasa mwaka wa 2009, mwaka wa 2010 hadi mwaka wa 2013. Hapa alikuwa anafanya pale Kaloleni Police Station. 2013 hadi 2015 alikuwa anafanya Kenya Police College Kiganjo Library, and then 2015 hadi leo hii anafanya Central Police Station pale Nakuru. Hayo ni katika ukurasa huu wa 6. Vile vile ukurasa wa 7 hapa tunaangazia relatives na majirani wake mwenye aliuawa ambaye alikuwa anaitwa Constable John Ogweno, mwenye aliuliwa ndani ya gari lake ama his car. Kutokana na babake, pengine hii ni muhimu, nitanukuu yale ambayo babake alisema kwa lugha ya Kizungu. Nasema kwamba whenever my son realized that someone was inviting contest over a given matter, he could readily surrender to avoid a standoff in the controversy. But if the controversy persisted, he could simply walk away to reduce tension. Kwa hivyo kulingana na ujumbe wa babake inaonyesha kwamba mtoto wake hakuwa mtu anapenda vita. Ikiwa mambo yalikuwa mabaya zaidi, basi angeondokea. Kwa hivyo kifo chake bado ni tatanishi kulingana na haya ambayo babake amezungumza. Ambaye vile vile anasema kwamba mtoto wake alikufa akiwa na miaka 30. Alikuwa pale Nakuru Central Police Station. Kwa hivyo ni historia tu ya yaliyotendeka, wale waliuliwa katika ukurasa huu wa 6 na 7. Nikiangazia ukurasa wa 8 ni Taifa Leo tu ambapo unasema kwamba urafiki wa Nata na TSC ufae walimu, huko akisema kwamba raia wavate sera na maono katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, waache mambo na kudanganywa. Sema kwamba Wakenya wawe chonjo ili waweze kupiga kura vyema mwaka wa 2022. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba viongozi wajifunze kwa historia si kulaumiana.
Huku katika ukurasa wa 10 kama kawaida ni barua, wanasema kwamba Wakenya wasipigie wanasiasa wa leo waliozoea kutoa ahadi za uongo, wakisema kwamba pongezi koti za Afrika Kusini. Huku wanasema kwamba serikali ilipe county fedha kuimarisha hospitali vijijini, vijana waibuke na wanasiasa. Hizo ni baadhi ya barua. Magazetini ni muhimu shuleni. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa na Wakenya ili ziweze kuangaziwa. ODM iache kuchafuliwa Obado, ama iache kuchafulia Obado kwa kuuza chama cha BDB. Hayo ni baadhi, ama hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Katika ukurasa wa 11 wanamzungumzia mkulima mmoja ambaye ni mfugaji wa kuku na mayai, ndio wanamzungumzia kwamba akili ni mali. Wanamzungumzia mkulima mmoja ambaye anafuga kuku hao. Katika ukurasa huu wa 13 pia wanamzungumzia mkulima ambaye pia ni mkulima wa kupanda mimea sorghum, wanamzungumzia huku. Katika ukurasa wa 14 wanazungumza ufugaji na ubunifu, wakisema kwamba mikakati bulibuli ya serikali kuboresha sekta ya ufugaji. Wanazungumzia ukurasa huu wa 14. Nikiingia ukurasa wa mwisho ambao ni ukurasa wa 15, wanazungumzia kuhusu spoti. Pale ambapo wanasema kwamba Omanyala matumaini tele kurejea na medali. Wanasema kwamba Gor Mahia kukwarusana na Tusker ligi leo. Kumbuka kwamba wale ambao ni wapenda soka, hivi leo Gor na Tusker wanakwarusana, hivyo mtategea mpira huo ama mchezo huo. Wanasema kwamba katika kaunti ya Vihiga, Vipullets wajiandaa kupigania taji ligini. Katika kaunti ya Mombasa wanasema kwamba shirikisho laanza maandalizi ya handball, wakisema kwamba Mombasa pia timu za tarajiwa kuimarisha vikosi kaunti ya Mombasa pale. Thika wanasema kwamba Kabati wakabiliwa na ukosefu wa fedha, huku wakisema kwamba Kenya Simbas kufanya mabadiliko kabla ya kupepetana na Zambia baada ya Zakari kuumia. Malkia kupimana na nguvu na Argentina hivi leo. Nikidhani hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Taifa Leo, wakisema kwamba Messi na Neymar kukutana kwa fainali. Hayo ndio yameangaziwa katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Na ukurasa wa 8 hapa naangazia kisa ambacho Matiang'i ama Fred Matiang'i, waziri ama cabinet secretary in internal security, aliweza kufika pale maeneo ya kituo cha North county ya Kisii katika polisi ama kituo cha polisi kinaitwa Rio Maini, kutokana na mambo mengi yamekuwa kitendeka pale. Watu wamekuwa kiuliwa kwa njia tatanishi. Aliweza kufika pale na kuzungumza na wakazi wa maeneo haya, ambapo alisema kwamba kidogo atasanifisha mambo yote katika kituo cha polisi hicho. Katika ukurasa wa 8 huo, ukurasa wa 9 ni matangazo. Ukurasa wa 10 ukurasa wa 10 hapa anaona COVID-19 rules, masharti yale ya ugonjwa wa COVID yalimwezesha Raila ama yalimfanya kiongozi wa nchi Uhuru Muigai Kenyatta kuamua kwamba kwenda kuzindua ile miradi. Alienda pale usiku ndipo watu wengi wasije. Kama ile interview ilifanyika na ule mtangazaji wa Ruben FM Shafi Zele. Aliweza kuzungumza pale moja kwa moja. Aliingia tu it was an impromptu visit. Na yote alifanyika. Alisema kwamba pengine aliweza kwenda pale usiku sababu usiku watu wengi hawawezi tokea. Kurasa wa 11 hapa ndio tunaona kwamba kuna mahojiano yalianza ili kumteua commissioner wa IEBC. Wawili washakuwa interviewed ama wameweza kuhojiwa. Hapa ni matangazo tu. Mwisho ukurasa wa 17 kama kawaida ni maoni
ambao tunaambiwa kwamba chama cha Jubilee kinaangazia kwamba kidogo kingeweza kukuwa rebranded, pengine jina kubadilishwa nini. Hivyo imezua maoni mengi zaidi kwamba ni vyema ku rebrand chama. Wajua sasa hivi karibu kinavunjika. Unajua kuna ule muungano ambao ulikuwa unazukwa baina ya ODM na Jubilee, si ukiundwa labda hilo jina litakuwa natumia sana. Huu ni muungano lakini chama tu chama rebrand, pengine kukipa chama hiki ule uhai mpya tena. Mengi ameshazungumza. Kuna wale wanasema ni vyema kurebrand hata organization. Kuna wakati kile unapata imerudi chini, ukirebrand kidogo unapata kwamba tena imeinuka. Na vile kuna wale wanasema kwamba hata ukirebrand bado itasalia vile vile, manake watu ni wale kila kitu na mtazamo ni ule hata kama itakuwa rebranded. Sijui maoni ya kwako ni yapi? Gazeti la The Standard ndo hapo nafikia kikomo. Kumbuka ni kuna mengi zaidi yameangaziwa kwenye gazeti hili, lakini ya hayo ni yale baadhi ya yale ambayo niliteua ili niweze kukupasha ambayo amenakiliwa kwenye gazeti hili. Kwa hivyo uweza pata gazeti la kwako uweze kujisomea mengi zaidi, na vile vile ukumbuke kuwa haya ni maoni ya kwetu. Pengine kama tulitoa maoni na maoni ya kwetu tu, kama wewe mwenyewe unaweza toa maoni ya kwako. Niite Edwin Mokaya. Bidel Omosho. Kumbuka kwamba tunakuwa katika mpango msima wa Seribu Taka kuanzia mwendo wa saa 4 hadi saa 7 habari pale, hivyo tuweze kuangazia mambo mengi. Kumbuka kwamba kuna story yangu. Barikiwa. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe Yahweh. Baba tegere one speech na barigere ba Global Radio na bakwa ni dimbi ya mole. Asa mareta ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo beke